1:32 kipengele B anasema, bali wote wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na watatenda makuu. Kitakachomfanya mtu kuwa hodari kwenye dunia yake, mwenye matokeo na kuweza kudhihirisha uungu kiwango fulani kwenye dunia yake, cha kwanza ni his knowledge about the God that he has. Ni ufahamu wake na maarifa kuhusiana na Mungu aliye naye. Ufahamu wake na maarifa kuhusiana na Mungu aliyemwamini. Tuna watu leo makanisani ambao hawajui maana ya wokovu ni nini. Hawajui maana ya kusema la pili nini. Hawajui hata nini kilifanyika ndani yao. Kwa wanaamini hivi, wokovu ni kama dini fulani mpya hivi. Kwamba zamani nilikuwa kwenye dini fulani, sasa hivi nikaja kwenye dini ya mlima wa Bwana. Kwa hiyo hakuna badiliko, hakuna chochote, hakuna lolote, bali kimebadilika hivi. Nilikuwa wa dini fulani, sasa nimeingia kwenye dini fulani. Lakini wasijue swala la wokovu ni swala la badiliko la mtu, sio kiroho tu, bali kiasili kabisa tokea ndani, ambayo hiyo asili inapata kudhihirika mpaka nje. Hatubadilishi dini tunapokuja kwenye wokovu. Hatubadilishi makanisa tunapokuja kwenye wokovu. Bali kuna kitu kimebadilika ndani ya maisha yetu. Hatuendelei kuwa watu wa aina ile tena. Maandiko hata amekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Maana yake kilichobadilika sio kanisa. Aliyebadilika ni mtu, amekuwa kiumbe. Anapojua hicho, kwamba ni kweli nilikuwa mama fulani wakati huu, lakini wakati huu baada ya kutoka na kuwa kanisani, sio mama fulani tu, mimi nienda kiumbe ambacho hakijawahi kuwepo hapa duniani. Mimi sio yule ambao walikuwa wanamjua zamani, lakini kwa kuwa hawajui wala ufahamu, hawafahamu mtembea mezani. Sema na Zaburi 5. Watu wengi sana, kwa kuwa tunataka kubadilisha dini fulani hivi, tunaendelea kwa katika kanisani, hatuna kiu ya kutaka kudhihirisha ule uungu ulionao. We are very shallow, very shallow. Mkristo leo kanisani hana shauku na Mungu. Anaweza kukubali kuimba mapambio yote hapo, piga mapambio, piga sarakasi, luka na mbele, fika muda wa neno, analala. Anaweza kukubali kuangalia movie masaa 3 nyumbani bila kusinzia. Hapo na Biblia pana kwenda kwa wiki nzima bila kufungua hata mwanzo. Hao ndio tunao kabisa. Haleluya. 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 Hajui kwa habari ya nini kimeandikwa kuhusu maisha yake. Hajui kwa habari ya nini kimeandikwa kuhusu hatima yake. Kwa naishi maisha yake fulani hivi, ya mishimishe fulani hivi, lakini anasahau maisha ya yale ambayo yameandikwa kuhusu maisha yake. Amen. Siku moja dunia ikija kukupitisha sehemu, itakachokutafuta kwako haitatafuta elimu ulionayo, haitatafuta watu ulionao, inatafuta na kutaka kujua nini kimeandikwa kwa habari ya maisha yako. Ndio maana Yesu alisema kwenda hekaluni, alitafuta mahali kumeandikwa kwa habari ya maisha yake. Dunia inataka kujua nini kimeandikwa kwa habari ya maisha yako, na hicho tunataka kionekane kwa maisha yako. Lakini sio basi, ni wachache wetu tunafahamu kuhusu. Haleluya. 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 Kinachofanya mwana wa Mungu mmoja kuwa star kwenye eneo fulani na mwana wa Mungu mwingine kuwa wa chini kwenye eneo fulani ni ufahamu wao walionao kuhusu Mungu alinaye. Ufahamu walionao kuhusu Mungu alinaye. Haleluya. Haleluya. Sema maarifa ya Mungu. Sema maarifa ya Mungu. The knowledge of God. Mtoto wa Mungu anapaswa kuwa ni mtu aliyewekeza